Kuomba kwa imani. Tutasoma mistari ambayo tutasimamia katika somo hili. Yakobo sura ya 1 mstari wa 1, mstari wa 5, wa 6 na wa 7. Nami nitasoma. Biblia inasema hivi: lakini mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima, na aombe dua kwa Mungu awapaye wote kwa ukarimu, wala akemei, naye atapewa. Mstari ule wa 6, ila na aombe kwa imani pasipo shaka yoyote, maana mwenye shaka ni kama wimbi la bahari lililochukuliwa na upepo na kupeperushwa huku na huku. Mstari wa 7, maana mtu kama huyo asidhani ya kuwa atapokea kitu kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ni mistari muhimu sana hasa tunavyotazama kwenye maombi. Huo mstari wa 5, mstari wa 5 na mstari wa 6 na mstari huo wa 7. Ukisoma huo mstari wa 5 utaona kitu muhimu sana. Kwa nini? Kwa sababu mstari wa 5, msisitizo wake mstari wa 5 ni maombi. Tuko sawa sawa? Tuko sawa sawa? Anazungumzia kuomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Lakini mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima, na aombe. Kwa anazungumzia kuomba. Sasa ukitazama hiyo mistari kwa namna hiyo, utaona kitu kikubwa sana huko ndani. Kitu kikubwa sana huko ndani. Na usipoitazama kwa sura hiyo, kuna kitu kitapungua katika kuona. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kikipungua katika kuona, kitapungua katika tafsiri ya kwako. Na ikipungua katika tafsiri, utapunguza katika vitendo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo msisitizo ningetaka uone kwanza huu. Msisitizo ni maombi. Mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima, na aombe. Tuko sawa sawa? Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nisikilize. Chukua neno kupungukiwa. Tuko sawa? Alafu liondoe neno hekima. Alafu jaza neno ambalo wewe unataka lijae hapo. Tuko sawa sawa? Tuko sawa sawa? Kwa sababu huyu anaambiwa aombe, anaambiwa aombe hekima, kwa kuwa amepungukiwa hekima. Kwa hiyo chukua neno kupungukiwa, ondoa hekima, wewe umepungukiwa na nini? Afu jaza. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo kama umepungukiwa na chakula, jaza chakula. Tuko sawa? Kama umepungukiwa na kinywaji, jaza kinywaji. Tuko sawa sawa? Kama umepungukiwa na afya mwilini mwako, maana yake ni mgonjwa, jaza ugonjwa. Tuko sawa sawa? Afu cheki kule mwishoni, inasema ukishajaza hivyo, na aombe, na uombe kwa Bwana. Yeye awapae wote kwa ukarimu, wala akemei, atapewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Huwezi kuomba hekima wakati una hekima. Tuko sawa sawa? Kwa hiyo unajaza kile ambacho ni hitaji lako. Ningetaka uone kwa sura hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Twende taratibu. Unapokuja mstari wa 6, una kitu kingine cha ziada kinaongezeka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu mstari wa 6 unaanza, ila na aombe kwa imani. Tuko sawa sawa? Tuko sawa sawa? Neno ila ni neno la angalizo. Kwa tafsiri ya pale ilivyotumika, maana yake ni angalizo. Ila na aombe kwa imani. Kwa tafsiri nyingine anasema si tu aombe, bali anatakiwa kuomba kwa imani. Mstari wa 5 anazungumzia kuomba ulichopungukiwa, uombe kwa Bwana. Tuko sawa sawa? Mstari wa 6 anaongeza kitu, anasema ila, maana yake angalizo. Utakapoomba usiombe tu kwa sababu unaomba, usiombe tu kwa sababu Mungu amesema uombe. Omba, uombe kwa imani. Bwana Yesu asifiwe. Afcheki anachoendelea, anasema pasipo shaka yoyote. Maana mwenye shaka ni kama wimbi la bahari lililochukuliwa na upepo, linatupa upande huo na upande huo. Afcheki mstari wa mwisho, maana mtu wa namna hiyo asidhani ya kwamba atapokea kitu kutoka kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa namna ipi? Anayeomba pasipo imani. Tuko sawa sawa? Haleluya. Kwa issue si tu kuomba, unatumia imani kiasi gani kuomba unachoomba. Na mtu asiye na imani anapoomba, anafananishwa na wimbi la bahari ambalo limechukuliwa na upepo. Huo ni mfano wa mtu anayeomba. Sasa kama ni hivyo, maana yake lazima itupeleke tuangalie imani ni nini. Kwa sababu Yakobo anapofundisha maombi na umuhimu wa kuomba, anaingiza kitu muhimu sana, anasema na aombe kwa imani pasipo shaka. Na akamfananisha mtu anayeomba, kwa sababu concept ni maombi. Tuko sawa?
Anamfananisha mtu anayeomba lakini hana imani, kwa sababu si kila anayeomba anaamini anachoomba. Nitakuonyesha hapo mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mwishoni anamaliza kwa neno gumu sana. Anasema asizani atapokea kitu kutoka kwa Bwana. Maana yake anayeomba alafu hana imani, asizani, asifikiri atapokea chochote kutoka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Okay, turudi taratibu sasa. Imani ni nini? Kama ni muhimu kiwasi, kama ni muhimu kiwango hicho, imani ni nini? Maandiko yako wazi. Yanasema imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo. Unakuwa na hakika lini? Unakuwa na hakika siku unaomba. Tuko sawa sawa? Tuko sawa sawa? Kwa mambo unayoyatarajia lini? Kesho, kesho kutwa, next years. Inategemea unayatarajia lini. Lakini katika ya kutarajia ndani yako una uhakika, na uwezi kupata uhakika kama upate neno, kwa sababu imani chanzo chake ni kusikia. Ili upate uhakika inategemea umesikia neno gani linalokupa uhakika ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu imani si kubeti, imani si bahati nasibu. Imani ni uhakika wa mambo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Ngoja nikujulishe kitu kidogo. Okay, sasa sikia. Anaposema shaka ni hali ya kuwa na wasiwasi. Shaka ni hali ya kusita. Kusita kwenye nini? Kusita kupokea. Kupokea nini ulichoomba? Sijui kama mmenisikia nilichosema. Shaka ni hali ya kusita. Kusita nini? Kusita kupokea. Kupokea nini? Kupokea ulichoomba. Haleluya, haleluya. Ni hali ya kufikiri juu ya Mungu. Ni hali ya kufikiri hicho unachoomba ya kwamba Mungu atafanya, ya kwamba Mungu hajasikia unachoomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Hicho kitu kinaitwa shaka. Kinaitwa shaka. Yakobo anakiita shaka. Ni hali ya kukosa kuamini. Kwa sababu shaka ni kukosa kuamini. Ni kinyume cha kutokuamini. Sasa inategemea. Inawezekana shaka limetengenezwa kulingana na mazingira unayopita. Kulingana na mazingira unayopita yamesababisha uwe na wasiwasi. Hiki ninachoomba, je, Bwana anakisikia au hakisikii? Kwa sababu ya eneo ambalo unapita. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa sababu hiyo mimi nitasema na wewe jambo hili kwa mfano mmoja. Mfano wangu wa kwanza. Zaburi 78 mstari wa 18 mpaka wa 22. Biblia inasema hivi: wakamjaribu Mungu mioyoni mwao kwa kutaka chakula kwa tamaa zao. Naam, walimwambia Mungu wakisema, je, Mungu aweza kuandika meza jangwani? Tazama aliupiga mwamba, maji yakabubujika, ikafurika mito. Pia aweza kutupa chakula, akawaandalia watu wake nyama. Hivyo Bwana aliposikia akaghadhibika, moto ukawashwa juu ya Yakobo, na hasira nayo ikapanda juu ya Israeli. Cheki mstari wa 22. Kwa kuwa hawakumwamini Mungu wala hawakutumania wokovu wake. Hawa watu walikuwa wanaomba. Msijui kama umesoma vizuri. Ukisoma mstari wa 21 inasema hivyo Bwana akasikia akaghadhibika. Okay, alisikia kitu gani? Mstari wa 19 unatuonyesha waliomba. Na waliomba nini? Walisema hivi: je, Bwana anaweza kuandikia watu wake nyama? Akawapa nyama watu wake. Maana aliupiga mwamba jangwani, yakafurika maji. Je, ataweza kuandalia meza jangwani? Ile kwamba walisema je Bwana, maana yake waliomba lakini hawakuamini walichoomba. Tuko sawa sawa? Tuko sawa sawa? Mstari wa 21 unasema Bwana aliposikia, alisikia nini? Alisikia maombi yaliyoombwa na watu wake. Tuko sawa sawa? Tuko sawa sawa? Maandiko yanasema akaghadhibika. Kwa nini alighadhibika? Mstari wa 22 unasema kwa sababu hawakumwamini Bwana wala uweza wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Kwa lugha nyingine anasema hata kama hamniamini mimi, je, hamjaona nilichokifanya bahari ya Shamu? Hata kama hamniamini katika hiki. Maana yake aligombana nao kutokuamini. Kwa ugomvi haukuwa kwenye maombi walioomba. Ugomvi ulikuwa kwenye imani walioitumia kwenye maombi walioomba. Tuko sawa sawa? Maana walipoomba namna hiyo, maandiko yanasema wakamjaribu Bwana. Soma mahali pengine, wakampaka mtakatifu wa Israeli, the limited holy one of Israel. Walimpa mpaka, maandiko yanasema kwenye mioyo yao wakampa mpaka mtakatifu wa Israeli. Walimjaribu Bwana kwenye mioyo yao. Walimjaribu saa ngapi? Walimjaribu saa waliinua maombi. Kwa sababu haya maombi yalikuwa na question mark.
ni kweli kabisa tumemwona Bwana ametuvusha. Ndicho alichosema. Ni kweli kabisa tumemwona Bwana amepiga mwamba umetoa maji. Je, huyo Bwana anaweza kuwapatia watu wake nyama? Maandiko yasema Mungu aliposikia namna hiyo akaingia hasira. Maana yake akawageukia. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Afa akamwambia, kwa nini hawa watu hawamwamini Bwana? Wameona nilichofanya Misri. Mapigo 10 yote wameyaona. Wameona walipofika bahari ya Shamu si wao, ni Bwana pamoja na wao. Wameona nikiwavusha. Sasa kama waniamini mimi, kwa nini wasiamini matendo yangu ambayo wameyaona kwa macho yao? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo si issue unaomba nini, ni issue unatumia imani kiasi gani kuomba unachoomba. Tuko sawa sawa? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Na kwa sababu ya kutokuwa na imani kwao, wakamtia Bwana hasira. Unaweza kuniuliza swali, sasa mbona aliwapa? Hujasoma Biblia yako, nenda kaone alichowafanyia. Aliwapa nyama, afu maandiko yanasemaje? Akawakondesha roza. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili, kupokea kutoka kwa Mungu. Atupokei tunapoomba, atupokei saa tunayoomba. Tunaipokea saa tunapoamini tulioyaomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ukisoma kitabu cha Marko 11 mstari wa 24 anasema hivi, hayo mlioyaomba aminini nayo yatakuwa yenu. Mlioyaomba, tuko sawa sawa katika kusali, aminini, alafu nayo yatakuwa yenu. Unaweza kuona sasa ayawi yetu saa tunaomba yanakuwa yetu saa tunaamini tulioomba. Hii ni sentence muhimu sana. Mimi sijui kama unajua ninachosema. Bwana Yesu asifiwe sana. Haijalishi umeomba siku ngapi, haijalishi umeomba masaa mangapi, umetumia muda gani kuomba ulichoomba, Mungu anapotoa Mungu anapotoa chochote anachotoa, lazima ujue kinapokelewa kwa imani. Tuko sawa sawa? Kinapokelewa kwa imani. Imani ndio mlango wa kupokea. Ndio maana upokei utakapoomba, utapokea saa utakapoamini unayoomba. Maana amesema mkiomba mkiwa katika kusali, aminini, na saa mnaamini hayo yatakuwa yenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ni kile mzee Yakobo anasema, mtu akikosa hekima na mstari unaofuata anasema, lakini aombe kwa imani. Maana hatapokea kwa sababu waliomba, atapokea kwa sababu alichoomba aliamini. Maana kuomba kutokuamini ni kumjaribu Bwana. Kwa haijalishi uko wapi, haijalishi unapita wapi, uwe na uhakika ukitaka kuomba kwa Mungu na Mungu afanye kitu kwa ajili yako, lazima imani yako iwe mahali ambako Mungu atapatumia kama mtaji, atapatumia kama lango. Tuko sawa sawa? Imani yako ikipata shida, sahau kupokea chochote ambacho Mungu atatoa. Kwa sababu chochote ambacho Mungu anatoa, haijalishi wanaomba au wanafanyaje, atakitoa, lakini kupokewa kitapokewa kwa imani. Tuko sawa sawa? Tuko sawa sawa? Tuko sawa sawa? Ndio maana maandiko yanasema, yoyote anayefanya chochote pasipo kuamini kwake mtu huyo ni dhambi. Tuko sawa sawa? Tuko sawa sawa? Maana mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Maana yake nini? Maana yake hii imani ndio Mungu atakayetumia kama lango kupitisha uponyaji. Hii imani ndio atakayetumia kama lango kukupa kazi ya kwako. Hii imani ndio atakayetumia kama lango kukupa maji ya kunywa. Hii imani ndio atakayetumia Mungu. Na hii imani haitafsiriwi kwa mazingira unapita wapi, pagumu au pepesi. Imani inatafsiriwa kwa uaminifu wa Mungu juu yako. Maana yake focus yako, hali yako ya kumtazama Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Labda niwafikirishe kitu kimoja. Maandiko yanasema hivi, kitabu cha Waebrania 12. Kitabu cha Waebrania 12. Nenda kafanye Bible study, utaona hii mstari. Waebrania 12. Anza mstari wa kwanza. Anza mstari wa kwanza. Maandiko yanatuonyesha na kutusemesha juu ya Yesu. Juu ya Yesu. Yeye aliye kiongozi wetu. Aliye kiongozi wetu. Aliye kiongozi wetu. Afu Biblia inasemaje? Akuitazama aibu. Akuitazama aibu, bali aliitazama furaha iliyowekwa mbele yake. Tuko sawa sawa? Tuko sawa sawa? Mnanisikia ninachosema? Mnanisikia ninachosema? Kabla ya kufikia ahadi ya Mungu, katikati kulikuwa na kitu kinaitwa aibu ya msalaba. Tuko sawa? Focus ya Yesu alionayo, akutazama aibu iliyopo, alitazama ng'ambo ya aibu. Akishapita aibu, mbele kuna nini? Kuna furaha ya milele. Na kwa sababu hiyo maandiko yanasema akaizalau aibu, si kwa sababu alipenda kuizalau aibu, kwa sababu ya furaha iliyowekwa mbele yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Maombi ya kuomba pasipo kumwamini, pasipo kuamini ni wasting your time. Haijalishi unaomba kwa masaa mangapi, unajipotezea Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana.
Haleluya. Mungu akija kwenye jaribu ataangalia una imani kiasi gani. Hata kama jaribu limekupiga sana, umebakiza imani kiasi gani. Ndio maana alipofika kwenye boti, maji yalipoingia na wanafunzi wakamsemesha, wakamwambia Bwana, uone tunaangamia. Alipoamka kwenye hicho chombo, maandiko yanasema akautazama upepo akaukemea, alafu akaenda kwa wanafunzi akawaambia, imani yenu mmeipeleka wapi? Kwa nini imani yenu imetindika? Nimaliza kwa mfano mmoja. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 5 mstari wa 7. Utaona Biblia inasema tumtwike yeye fadhaa zetu. Maana yeye hujisumbua sana au hujishughulisha sana na mambo yetu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mimi sijui kama unauelewa huo mstari maana yake nini. Tukimtwika yeye fadhaa zetu, maana yeye hujishughulisha sana na mambo yetu. Okay. Tukimtwika nani? Bwana ndiye aliyekufa kwa ajili yetu, ndiye aliyekufa kwa mambo yetu. Tuko sawa sawa? Na huyo ndiye anayejishughulisha sana na mambo yetu. Tuko sawa sawa? Fadhaa, neno fadhaa maana yake nini? Neno fadhaa maana yake nini? Neno fadhaa maana yake ni maumivu. Neno fadhaa maana yake ni shida. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno fadhaa maana yake ni aina fulani ya mapito. Tuko sawa sawa? Tuko sawa sawa? Sasa angalia, una aina gani ya fadhaa ambayo unatakiwa uipeleke kwa Bwana? Aina gani ya fadhaa? Ukiwa na ugonjwa, hiyo ni fadhaa ya kwako. Tuko sawa sawa? Ukiwa na huzuni, hiyo ni fadhaa ya kwako. Maana huzuni zetu zilichukuliwa. Tuko sawa sawa? Hiyo ni fadhaa. Okay, sasa nisikilize. Hiyo fadhaa unakaa nayo kwenye begi au kwenye moyo wako, au unampelekea Bwana anayejishughulisha na mambo yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Waombaji wengi sana hawampi fadhaa Bwana. Kwa nini? Wakimpelekea Bwana fadhaa, kesho wanaondoka nazo. Wakimpelekea Bwana fadhaa, wakishamaliza kumpa wanaondoka nazo. Kwa nini? Anaweza akaja kwenye madhabahu akaanza kuomba na akaanza kumweleza Bwana fadhaa zake kwa maombi na kwa imani alionayo, na akitoka hapo amwachie Mungu hizo fadhaa, anazichukua anaziweka kwenye mkoba, anaondoka nazo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu hawajajua namna ya kumpa, namna ya kumtwika Bwana fadhaa. Listen, ukiwa unaenda mbele za Bwana ili kumkabidhi fadhaa zako na kumpa kitu ambacho kinakusumbua moyoni, alafu ukishamaliza kumpa na kumweleza kwenye maombi, mawazo yako yakawa juu ya kile ambacho kilikuwa kinakusumbua, tafsiri yake hujamkabidhi Bwana fadhaa. Ngoja nirudie tena. Nasema hivi, kumkabidhi, kumtwika Bwana fadhaa, tafsiri yake nini? Tafsiri yake ni kubadilisha mtazamo wa mawazo. Kama ulikuwa una ugonjwa, tuko sawa sawa, ukaupeleka ugonjwa kwa Bwana, ugonjwa unanisumbua. Je, hapo ulipoupeleka ulikuwa na wazo gani kabla hujaupeleka ugonjwa? Na mara baada ya kumtwika Bwana, kumweleza ugonjwa, una mawazo gani? Kama wakati unaenda kwa Bwana ulikuwa unawaza ugonjwa ulionao ni mueleze Bwana, alafu ukamweleza Bwana, mara baada ya kumaliza ukaendelea kuwaza ugonjwa, maana yake fadhaa hujamtwika Bwana, unayo mwenyewe. Kumtwika Bwana fadhaa maana yake nini? Maana yake ukimweleza ugonjwa, ukishamaliza kuomba na kumweleza ugonjwa, kubadilisha mawazo yako ndani yako pasipo kufikiri juu ya ugonjwa uliokuwa nao, kuanza kuwaza uponyaji ambao umeingia ndani yako. Tuko sawa sawa? Kama mfumo wa kufikia, maana yake hujamtwika Bwana fadhaa zako. Imani ni lazima iwe na picha ndani. Kama hauna picha ndani yako, bado una imani. Ukiwa na imani ya kuponya, maana yake lazima uwe na picha ndani yako ya uponyaji, ndio utapata uponyaji. Ukiwa na imani ya kupata kazi, Mungu akupe kazi, na fadhaa yako una kazi, lazima uwe na picha ndani yako na nafasi ya kazi ndani yako, ndio utapata. Hiyo ndio imani. Sasa imani isiyotengeneza picha ndani, bado uamini. Hata kama unaomba, wasting your time. Haleluya. Okay, sasa utaona watu hawana kazi, wanaenda kwa Bwana ili waombe Mungu awape kazi. Wakishamaliza kuomba, mawazo yao wanawaza pia kutokuwa na kazi. Sasa uliendaje kwa Bwana wakati una kazi? Na kwa nini umeomba wazo lako likaendelea kubaki una kazi? Kwa nini usianze kuona umepata kazi? Maana yake kama hujabadili mfumo wako wa kufikiri, bado hujamtwika Bwana fadhaa. Ndio maana watu wengi sana wanaenda kwa Bwana, wanaomba waponye, lakini wakishamaliza, Bwana ulipigwa pale msalabani, mimi najua kwa ajili yetu na sisi tumepona. Tuko sawa sawa? Akishamaliza hayo maneno, amemtwika Bwana fadhaa. Akishamaliza hayo maneno, anazichukua zile fadhaa kutoka kwa Bwana, anaziweka mgongoni, anasema Bwana niachie fadhaa niende nazo. Kwa nini? Kwa sababu anawaza vile vile alivyokuwa anawaza kabla ya kuomba. Maana yake inamaanisha ukishaomba lazima uwaze tofauti na kabla ya kuomba. Tuko sawa sawa? Mawazo yako ya kabla hujaomba, ukishaomba yanabadilika. Yaani unakuwa na mawazo mengine. Hayo mawazo yanakuwa picha ndani yako. Hiyo ndio inaonyesha umemtwika Bwana. Maana yake hicho kilichokuwa kinakusumbua umekiacha kwenye madhabahu ya Bwana. Haleluya. Na namna hiyo sasa ndio imani ndani yako
yenye picha, yenye uhakika ndani yako. Imani si kitu rahisi. Ni rahisi kusema tu imani, lakini si rahisi kuishi imani. Tuko sawa sawa? Kwa sababu imani unakuwa na uhakika wa kitu usichokiona kwa macho. Tuko sawa sawa? Lakini ndani yako unakiona, ndani yako unakiona. Tuko sawa? Ndani unajua kabisa hiki kitu kipo, wala si bahatishi, kwa sababu kuna kitu kinakusaidia. Kwa lugha nyingine, imani ni kuona vitu kwa sura ya Mungu. Tuko sawa? Kuona vitu ambavyo havipo sahihi, kuona vitu kwa mtazamo wa Mungu. Hiyo ndio imani, kwa sababu yeye aliviona vitu visivyokuwako akavifanya viwepo. Tuko sawa sawa? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Na tukiinua maombi kwa staili hiyo, kwa imani ya namna hiyo, hayo maombi yanapata kibali, hayo maombi yanapata mpenyo, si tu kwa sababu umeomba, kwa sababu kuna imani uliyotumia. Mungu akubariki sana. Haleluya, haleluya. Mpigie Yesu makofi.